Je, umeomba sana vya kutosha? Umelia sana, umefunga sana, lakini maombi yako unayoomba hasikilizwi. Kwa namna moja ama nyingine, tunaweza kusema Mungu amekusahau au amekuacha katika maombi yako. Jua kabisa kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea Mungu asikujibu maombi yako. Nitakuonyesha sababu 7 au dhambi 7 ambazo zinapelekea wewe Mungu asisikilize maombi yako. Kuna neno la Mungu linasema, Isaya 59 mstari wa 1 hadi ule wa 2 unasema, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Unaona uhalisia jinsi ambavyo dhambi inatuweka mbali na uso wa Mungu. Unaona kabisa uhalisia jinsi ambavyo dhambi inatuachilia mbali na Mungu wetu. Tunachopasa sisi kukifanya ni kukaa karibu na Mungu. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe. Hii ni dhambi ya kwanza. Dhambi ya kwanza ni kuwa unaijua dhambi uliyofanya lakini hautaki kutubu. Dhambi umeiona, umeifanya lakini bado haujaitubu, na upo kwenye maombi, upo kwenye mfungo, upo kwenye sala mbalimbali. Hiki kitu kinakufanya wewe kuzuiliwa maombi yako. Utasali sana, utaomba sana, lakini hakuna sababu ya Mungu kukujibu maombi yako ikiwa wewe una udhaifu ndani yako, una shida ndani yako, una dhambi inakuandama ndani yako. Tusome hasa katika ile Zaburi ya 66 mstari wa 18 unasema, kama ningeliuona uovu moyoni mwangu, Bwana asingalinisikiliza. Kama ningaliuona uovu moyoni mwangu, Bwana asingalinisikiliza. Mungu hashindwi kusikia. Mungu hajakugeuzia sikio, isipokuwa kuna ile dhambi ambayo ipo kwako bado, ambayo inafanya Mungu asisikie, inamfanya Mungu aache kukusikiliza wewe. Tubu leo. Dhambi ya pili ni kutokusamehe. Una chuki ndani yako, imekujaa mno. Wewe wanakusamehe dhambi zako, lakini wewe chuki imekujaa, hutaki kusamehe watu wengine. Mtu mwingine anakuja mbele yako na kuomba msamaha kwa yale mambo ambayo mmetendeana. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine ulikuwa na kijicho kwake, au yeye alikuwa na kijicho kwako, au amekufanyia mabaya. Kusamehe ni moja ya kitu kigumu. Kusamehe ni moja jambo gumu sana kwenye maisha yetu la kusamehe, lakini tunaalikwa leo kusamehe wale wote waliotukosea, ili tu maombi yetu yasizuiliwe, ili tu maombi yetu yasizuiliwe. Samehe leo. Tusome katika kitabu cha Marko 11 mstari ule wa 25 unasema, msamehe ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi. Baba wa mbinguni atusamehe sisi tunapokaa chini magotini pa Mungu, tukienda kwa toba, tujue kabisa tunasamehe dhambi zetu, lakini kwanza tuwasamehe wengine. Sharti tuwasamehe wengine. Msamehe mtu mwingine aliyekutendea uovu. Ni kama kitunguu. Unapokata kitunguu, yale maji yanapoingia usoni na kuumiza macho yako, ukitokwa na machozi, ndio mfano halisi wa dhambi, ndio mfano halisi wa kutubu dhambi, na ndio mfano halisi wa kusamehe. Mfano halisi wa kusamehe ndio huu. Kusamehe sio kusahau. Kusamehe ni kuachilia moja kwa moja, kumwachilia yule mtu ambaye amekutendea uovu, ili tu maombi yako yasikilizwe. Msamehe huyo ambaye ana kikwazo na wewe.
Msamehe huyo ambaye amekuumiza. Msamehe huyo ambaye inawezekana kwa namna moja ama nyingine alikufanyia ubaya ambao ulisema kamwe hautaweza kumsahau, kamwe hautaweza kumsamehe. Kuna watu tunasema tumesamehe, lakini wengi wetu tunasahau, hatusamehi. Dhambi nyingine ni kiburi. Tunashindwa kukaa chini kwa kujinyenyekeza mbele ya magoti ya Mungu. Tunashindwa kwenda kwa sala mbele za Mungu kwa kujinyenyekeza, lakini tunakwenda kwa kiburi, kujiona sisi ni wenye haki, kujiona sisi tunaweza, kujiona sisi ni wasafi, kujiona sisi ni watakatifu mbele za Mungu, kujiona sisi hatuna kikwazo mbele za Mungu. Biblia inasemaje? Yakobo sura 4 mstari wa 6 inasema, Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mungu hawajibu wanaojitukuza. Mungu hawajibu wanaojikweza. Mungu hawajibu watu wa namna kama hiyo. Mungu huwajibu wanyenyekevu. Licha ya dhambi tulizonazo kuwa nyingi ndani ya mioyo yetu, licha ya dhambi tulizonazo nyingi kwenye maisha yetu, Mungu anamjibu mnyenyekevu. Mungu hamjibu yule mwenye kujivuna, yule mwenye kiburi. Dhambi nyingine ni kuomba kwa nia mbaya. Leo hii umepata tatizo, leo hii umepata shida, mtu amekutendea mabaya, mtu amekufanyia shida. Yawezekana kabisa unashindwa kujizuia kumuombea mabaya. Naomba Mungu nisamehe mimi, ili Mungu nisizuiliwe maombi yangu. Biblia inasemaje kuhusu hilo? Yakobo 4 sura ya 3, Yakobo 4 kumrazi, aya ile ya 3 inasema, mnaomba wala hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Tunaomba kwa wivu, tunaomba kwa kujionyesha, tunaomba vibaya. Haiwezekani Mungu akakusikiliza wewe unayemuombea mwingine mabaya. Mungu sio wa namna hiyo. Mungu sio wa namna hiyo hata mara moja. Mungu ni Mungu wa haki, ataitimiza haki yake kwa wakati. Sababu nyingine au tunazungumza kuhusiana na dhambi nyingine ni kutokutii neno la Mungu, kutokumtii Mungu, kutokuitii sauti ya Mungu, kutokutii maelekezo ya Mungu, kutokuitii sheria ya Mungu. Tunaposhindwa kuitii ile sheria ya Mungu, basi tunajua fika jinsi Mungu anavyoachilia mambo yake, anavyofanya hukumu zake ambazo hazina kikomo kwenye maisha yetu, ambazo ni za haki kwenye maisha yetu. Tumeshupaza shingo zetu kutokuisikiliza sheria ya Mungu. Biblia inasemaje? Mithali 28 ule mstari wa 9 unasema, aigeuzaye sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake ni chukizo. Kupuuza Biblia, kupuuza mapenzi ya Mungu, kupuuza siri za Mungu, kupuuza ile sheria ya Mungu. Mungu hasikilizi maombi hayo. Mungu hasikilizi kamwe maombi ya mtu wa namna hiyo, kwa sababu umeipuuza sheria ya Mungu, umepuuza kanuni za Mungu, umepuuza taratibu za Mungu. Jambo jingine au dhambi nyingine ni kwamba tunaomba kwa mashaka. Tunaomba kwa mashaka mno. Tunaomba kwa mashaka. Wewe unayemuomba Mungu ukiwa na haki mbele za Mungu, unayemuomba Mungu magotini ukilia, hakikisha kabisa unaomba kwa imani. Hakikisha kabisa unaomba pasipo shaka yoyote. Usiombe kwa mashaka. Omba jua kabisa maombi yangu yanakwenda kufungua mbingu. Omba jua ya kwamba kile ninachokiomba ninasema kweli.
Tunasoma katika ile Yakobo wa kwanza, Yakobo 1 aya ya 6 hadi ile ya 7, inasema aombaye na aombe kwa imani pasipo shaka. Midomo inaomba sana mpendwa, midomo inaomba sana, lakini mioyo iko mbali, mioyo ina mashaka. Midomo ina uwezo wa kutamka sana, lakini mioyo yetu ina mashaka mno. Mioyo yetu ina mashaka sana. Inawezekana kabisa kuwa sisi wenyewe tunadharau wahitaji. Sababu nyingine pia kuzuiliwa maombi yetu ni kudharau wahitaji. Mtu mhitaji kwenye maisha yetu. Tunakosa huruma kwa watu wanaotuhitaji sisi kwenye maisha yetu. Inawezekana ukamkuta mtu ana uhitaji mkubwa sana mbele zako, ana uhitaji mkubwa na anakuomba radhi apate kitu, angalau hata chakula. Hapa nitasema ushuhuda. Mimi mwenyewe kuna siku nimewahi kushindwa kumpatia mtu shilingi 500. Nimeshindwa kabisa. Ninaomba Mungu nisamehe ili usizuilie maombi yangu. Biblia inasemaje kuhusu hili? Mithali 21 ule mstari wa 13, ayazuiaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, naye atalia wala hatasikiwa. Unapofunga masikio yako kwa wale wanaoteseka, Mungu na wewe kuna siku kilio chako hata kisikia. Mpendwa katika Kristo, wewe unayempenda Mungu, wewe unayempenda Yesu, hakikisha kabisa usiache kuwasaidia watu wanaotaka msaada kutoka kwako. Leo hii ninakualika mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe. Hakikisha unatubu dhambi yako ile ambayo umeifanya, dhambi yako ambayo inazuia maombi yako. Amini na kuambia siku ya leo, tubu hiyo dhambi yako. Mungu ataachilia uweza na nguvu itokayo kwake. Amini na kuambia leo, mbingu zitafunguka. Ni kwa sababu umetubu hiyo dhambi yako. Kuwa mtu wa haki, angalia watu wenye uhitaji, kuwa na huruma. Usiombe kwa papara, lakini pia omba kwa imani. Moyo wako usiwe na shaka. Samehe watu, lakini zaidi sana usiombe kwa nia mbaya zaidi. Na mwisho kabisa, hakikisha kabisa umeitubu dhambi yako. Usiache dhambi ikatawala mwili wako, ikatawala roho yako. Tunza sana moyo wako, huko ndiko inakotoka chemchemu ya uzima. Mungu na akubariki sana.